Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Kuna jambo moja limenivutia sana kwenye hotuba ya bajeti ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Lipi hilo? Kwamba magereza yote 129 nchini, yote kabisa, sasa yanatumia nishati safi kwa kupikia. Hilo ni jambo kubwa kweli. Inaonekana kama kitu kidogo, lakini labda lina maana kubwa zaidi, au vipi? Kabisa. Sio tu kwa mazingira. Linaashiria mabadiliko ya kisera, yani kuweka mazingira bora zaidi pale magerezani. Kwa wafungwa na watumishi pia, nafikiri. Ndiyo. Na kupunguza gharama za nishati. Pia unaona kuiweka Tanzania kwenye ramani nzuri kimataifa kuhusu usimamizi endelevu wa magereza. Sawa kabisa. Kwa hiyo leo ndio tunachimbua hotuba hii ya Waziri Bashungwa. Bajeti ya 2025-26. Tunaangazia mafanikio, changamoto na mwelekeo pia. Na mwelekeo wa vyombo vyetu vya usalama. Polisi, NIDA, magereza, zimamoto na uhamiaji. Lengo letu hasa, wewe msikilizaji, ni kukusaidia kuelewa yale mambo muhimu zaidi aliyomo humu. Na hasa tukiona, kama ulivyosema, kuna huu mwelekeo wa uboreshaji na matumizi ya teknolojia karibu kila idara. Ndiyo, huo mwelekeo unaonekana wazi sana. Kwa mfano, twende kwa jeshi la polisi. Sawa. Wao wanaripoti kupungua kwa makosa makubwa ya jinai, 7.2%. Na uhalifu mtandaoni umepungua kwa 13.6%. Hizo ni takwimu nzuri. Na inakuja sambamba na wao kupokea magari mapya 218 na pikipiki 105. Vifaa vipya. Hili punguzo linatia moyo kweli. Ripoti inaeleza nini hasa kinachochangia haya mafanikio? Kuna siri gani hapo? Inaonekana ni mchanganyiko wa vitu kadhaa. Kuna matumizi ya teknolojia kama mfumo wa utambuzi wa alama za vidole, ule AFIS. Ndio. Huu unasaidia sana kutambua wahalifu, si ndio? Sana tu. Halafu doria mtandaoni zimeimarishwa. Pia elimu kwa umma kupitia polisi jamii, ile dhana inaendelea. Na rasilimali zenyewe kama magari hayo mapya kabisa yanasaidia kufika maeneo mengi zaidi na kwa haraka. Lakini kuna jambo hapa, ajali za barabarani na vifo vimepungua. Hiyo ni habari njema. Ila takwimu zinaonyesha ongezeko kidogo la majeruhi. Hili linaashiria nini? Hilo ni jambo linalohitaji kuangaliwa kwa undani zaidi. Kupungua kwa vifo inaweza kuwa magari ni salama zaidi au huduma za dharura zimeboreshwa labda. Lakini ongezeko la majeruhi linaweza kuashiria bado kuna changamoto kuzuia ajali zenyewe. Ripoti inasema wanaendelea kutumia TEHAMA, yani teknolojia ya habari na mawasiliano, kudhibiti hili. Sawa. Na ufanisi wote wa polisi, unajua, unategemea sana uwezo wa kumtambua kila mtu nchini. Hapo sasa NIDA wanahusika. Ni kweli kabisa. Na NIDA, mamlaka ya vitambulisho vya taifa, wanaonekana kupiga hatua kubwa. Wameshasajili kama 82% ya watu wazima wanaostahili. 82%, hiyo ni karibu wote. Ni wengi sana. Na sasa wanajiandaa kuanza kusajili watoto, wale chini ya miaka 18. Hiyo ni hatua nyingine kubwa. Kubwa sana. Kuwa na NIN na kitambulisho sio tu usalama, unajua, inarahisisha kupata huduma nyingi sana, serikalini na hata binafsi. Na kwa upande wa wageni wanaoingia nchini, uhamiaji nao wana ripoti yao. Ongezeko kubwa la wageni. Ni kweli. Zaidi ya 1.8 milioni kati ya Julai 2024 na Aprili 2025. Hiyo inahusishwa na zile juhudi kama filamu ya Royal Tour. Royal Tour. Ndiyo. Hilo ongezeko ni zuri sana kwa utalii na uchumi wetu. Lakini swali muhimu hapa ni, je, miundombinu yetu ya uhamiaji kama zile huduma za mtandao wanazosema wameboresha, inamudu kweli hili ongezeko kubwa bila kuathiri ufanisi? Hilo ni la kufuatilia. Kabisa. Tukirudi tena kidogo kwenye magereza. Mbali na hiyo nishati safi, kuna mafanikio gani mengine yametajwa? Kuna mambo kadhaa ya kutia moyo. Msongamano umepungua. Wako 20% chini ya uwezo wa magereza. Hiyo ni hatua kubwa kwa haki za binadamu. Kubwa sana. Pia matumizi ya mahakama mtandao, yani zile kesi kwa njia ya video, yamepanuka. Sasa yako magereza 66. Inaokoa muda na gharama hiyo. Na kuna msisitizo kwenye urekebishaji. Kupitia elimu ya ufundi toka VETA,
uhasimu kutoka IAA na pia adhabu mbadala kama parole na kifungo cha nje. Wanajaribu kupunguza watu kurudia makosa. Na kwa upande wa majanga sasa, zimamoto na uokoaji, wao wanapata vifaa vipya, mradi wa dola milioni 100. Mradi mkubwa huo. Tayari wamepokea magari ya wagonjwa, magari ya mawasiliano na hata karakana zinazohamishika. Na bado magari zaidi, boti na hata helikopta vinatarajiwa. Hili ni jambo muhimu sana, hasa kwa nchi kama yetu yenye maeneo mengi na changamoto za miundombinu. Uwekezaji huu utaimarisha mno uwezo wa kukabiliana na majanga, si moto tu, bali mafuriko, ajali. Inaendana na mwelekeo wa jumla wa kuimarisha usalama. Kabisa. Na hilo sasa linatuleta kwenye bajeti yenyewe. Kiasi gani wanaomba? Shilingi trilioni 2.06 kwa mwaka 2025-26. Hii ni ongezeko la 120% katika miaka minne tu. Wow, ongezeko kubwa sana. Na vipaumbele vikuu 5 vimetajwa. Ni pamoja na kuimarisha usalama kwa ujumla, kutekeleza mapendekezo ya ile tume ya haki jinai. Ndiyo, ile ya Jaji Warioba. Kuboresha miundombinu, kuimarisha uhamiaji mtandao na kuanza usajili wa watoto na NIDA. Vipaumbele hivi vinaonyesha wazi dhamira ya kuendeleza huu mwelekeo wa kisasa tuliozungumzia. Ni uwekezaji kwenye teknolojia, miundombinu na watu. Kwa hiyo tukijumlisha, uchambuzi wetu wa hotuba hii unaonyesha wizara ambayo iko kwenye mabadiliko makubwa. Inatumia teknolojia, inaboresha miundombinu ili kuongeza ufanisi kila idara. Hakika, picha inaonekana nzuri kwa ujumla, lakini tunapohitimisha, labda tumwachie msikilizaji wetu swali hili la kutafakari. Wewe msikilizaji, naam, kwa huu msisitizo wote kwenye teknolojia hizi, kamera za miji salama, mifumo ya mahakama mtandao, NIDA mpaka kwa watoto, tunapataje uwiano sahihi? Uwiano kati ya mahitaji halali ya kuimarisha usalama na ule wajibu muhimu wa kulinda faragha na haki za msingi za kila raia hapa Tanzania? Hilo ni swali zito na muhimu sana. Ni jambo la kuzingatia sana tunapoendelea na hii safari ya kisasa ya ulinzi na usalama.